Asanteni sana viongozi. Huyu anaitwa Nene, wamesimamia welfare na Ndongo. Na huyu ndiye. Kwa hivyo ni kumaanisha huyo mtu wiki moja hataenda kazi. Hiyo ni 700. Mkutano kama huu. Ile lori ni ya mtu wa bodaboda. Mnakujia. Sasa wewe patiwa karatasi uniletee na muhuri na zingine. Hapo tutafanya official launch ya Kimwi Ndio hivyo. Ewe mudhuri hao getiyo. Haya, tushike hapa. Haya, huyu ni treasurer wetu. Haya, naye amepata certificate yake, certificate ya spokesman. Asante baba. Usiwe na wasiwasi. Kiambu tutafanya kazi. Kiambu tutafanya kazi. Mimi ni mzee sio kijana. Nimekomaa sasa kisiasa. Na kwa hivyo wakati tunazungumza hata mkisikia saa zingine kelele kidogo, mzee anajua kutuliza nyumba. Kaunti ya Kiambu tutafanya kazi. Msiwe na wasiwasi. Hawa watu wangu hawa MCA tutarudiana pamoja, tunapiga story, tuongee, tupange maendeleo ya Kiambu na sisi wote tuende laini moja. Kana tu wadoi tu. Hivyo ndivyo ilivyo. Na kwa hivyo hapa mtu asiwe kama umeenda nyumbani ukifikiria kwamba Kiambu tutaendelea na hiyo vita. Huko kwa hivyo sasa mimi nitawapatia pesa ya kufanya kazi. Sasa na mimi nikisema nawapatia pesa ya kufanya kazi, nataka niwapatie pesa ya kufanya kazi kwa ukweli. Tuko pamoja? Nyinyi wana boda wa Githurai 45. Next week mkuje na hiyo certificate nione mmekuwa registered. Nitawapatia 1 million shillings. Nawapatia 1 million. Nikiwapatia 1 million nataka kuanza kuona mabadiliko. Tuko pamoja? Tumeelewana chairman? Nataka kuanza kuona mabadiliko. Tuko pamoja? Hiyo mambo unaanza kusikia kwamba ati mtu alikuwa na bodaboda yake imechukuliwa, sasa mtu ni mtu wa kwenda kukopa. Hiyo mambo ya bodaboda kuchukuliwa ikushe. Tuko pamoja? Na mimi governor, ningetaka nikuambie bila wasiwasi, sisi watu wa hapa Thika tunachouliza ni kazi. Munaunga huyu governor mikono? Kabisa kabisa. Kazi iendelee. Sisi tunasema kama hapa Thika tunaunga governor Kimani Wamata. Kwa hivyo governor, usikuwe na wasiwasi, tuko nyuma yako na kazi yako inatufurahisha na Mwenyezi Mungu akubariki. Sisi tunafurahia. Hiyo miaka 10 ulikuwa senator, ile mambo yote ulikuwa unasema ukiwa senator, sasa tumeiona, si ndio? Au 1/4, one man, 1/4. Radiology referral guidelines. Clear and standardized referral guidelines are necessary to ensure that patients receive appropriate radiological examinations. These guidelines can help avoid unnecessary exposure to radiation and enhance diagnostic accuracy by ensuring the right test is ordered for the right clinical indication. The ministry is working with radiographers, that is the SOC, and radiologists, that is the Kenya Association of Radiologists, under the facilitation of the International Atomic Energy Agency, to develop customized Kenya radiological referral guidelines. This will guide any referrals to be done for imaging procedures with clinical justification. We are trained to know which machine is best for skull, that is bone, and the soft tissues. So if somebody comes with this and suspecting soft tissues of the skull, there's no need of doing a CT scan. But many of the institutions that we have, once they install the CT scan, kila mgonjwa anataka kufanyiwa CT scan because it is the new kid in the block. Please avoid that. Let's interrogate. If the patient, say the abdomen, if you are able to do ultrasound instead of doing the X-ray, the ultrasound has got very low radiation if at all it is there. It is said not to have any radiation. Then do the ultrasound instead of going to the X-rays. In other words, try to find out which is the best, which will offer the minimum radiation to the patient. And that is the protocol currently with the IAEA. I went to South Africa the other day, there's things that we are discussing, and we have been told to come up with guidelines of how we, the medical personnel, are going to offer safety in terms of radiation.